Kila lililo jema unastahili wewe, Muumba wangu. Sina mwingine wa kuniongoza na kunipa matumaini zaidi yako wewe, Allah. Na hakika utanisimamia na kuniongoza katika hili inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Sheikh Sadik. Naam. Mimi nafikiri sasa itakuwa sio kusindikiza, nitakuwa na kufukuza. Methali nimekufikisha hapa njia panda. Mimi nafikiri hapa panatosha sana. Jambo la msingi maalim, mimi niseme kwamba barua yako nimeipokea kwa mikono miwili na nimeipokea kwa furaha. Kwa hiyo nenda kakutane na mzee Msisili pamoja na familia yake, waambie mpaka kufikia kesho magharibi majibu yenu yatakuwa yamepatikana, tena yatakuwa majibu mazuri. Basi tuseme inshallah. Yeah. Mimi nakuamini na naweza kusema tu kila kitu tulichokipanga na imani kitenda vile vile. Ndio. Acha mimi nikuache niendelee na mishuriko mingine. Then wewe mimi nikutakie kila lenye heri inshallah. Nashukuru sana. Lakini Sheikh, naomba nitumie walau sekunde chache kuelezea furaha nilokuwa nayo. Wewe unaweza ukaona kama niko kawaida, lakini leo nitanunua hata soda ninywe. Unajua yule Najma, yule ni mdogo wangu wa pekee. Wazazi wetu walijaliwa kupata watoto wawili tu, mimi Mshindo na mdogo wangu Najma. Na wakati Mungu anawachukua, Najma alikuwa bado kabiti kadogo hivi. Kwa hiyo nimemlea mwenyewe mdogo wangu, na katika malezi yake nilijitahidi sana kumlea katika malezi yaliokuwa sahihi, kumuongoza katika misingi na njia iliyonyooka, njia ambayo Mwenyezi Mungu ndo ameelekeza pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nisingependa kuona mdogo wangu anaingia katika uzinifu au katika makundi ya ovyo ovyo. Kwa hiyo kwa hii habari ulioileta leo imenifurahisha. Kwanza mshenga mwenyewe ustazi mkubwa, bwana harusi mtarajiwa ni mtu mzima, ameshadumu kwenye ndoa nyingine kwa miaka mingi. Kwa hiyo anajua namna ya kuishi katika ndoa. Kwa hiyo na imani mdogo wangu anakwenda sehemu salama na atabaki katika misingi ya kumcha Mwenyezi Mungu. Naam. Ni kweli hilo ni jambo lenye heri kabisa, na mimi na imani kitu chochote cha wema huwa kinaenda kwa wema. Kwa sababu hili jambo ni la heri inshallah, na imani Mwenyezi Mungu hatalisimamia na litaenda vizuri kabisa kama vile tulivyopanga. Amina. Na hapo ulipomtaja Mwenyezi Mungu umenikumbusha kitu, naomba pia nijazie. Mwenyezi Mungu huyo kupitia Qur'ani na hata mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi zake wanatuelekeza kwamba katika Qur'ani tuambiwa kwamba kuna vitu vitatu vinapotaka kutokea basi vifanywe kwa haraka. Kwanza, mtu anapofariki anatakiwa azikwe haraka sana. Lakini mtu anapotaka kuslimu, kuingia katika Uislamu akiamini kwamba ndio dini ya haki, haraka asilimishwe. Lakini pia mtu anapotaka kuoa au kuolewa, swala la ndoa tumeelekezwa lifanyike kwa haraka, na ndio maana mimi nikamwambia majibu yatapatikana kesho tu. Kwa hiyo ndoa yani imeguswa kwa mapana sana katika Qur'an na hata hadithi. Ndio maana pia tukaambiwa mtu anapooa au kuolewa anakuwa ametimiza nusu ya dini ya Uislamu. Ndoa hiyo ni jambo la hiari, ni sunna, lakini hata inapotokea kuachana watu Mwenyezi Mungu anachukia. Ndio maana inapotoka talaka mbingu na ardhi vinatikisika, kuonyesha jinsi gani ndoa ni kitu kizuri. Kwa hiyo leo umeniletea habari nzuri. Nashukuru sana shehe wangu. Tuseme inshallah. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ametufanya mpaka tumekutana leo hii na tumepeana tulichopeana inshallah, na mimi na imani kila kitu kitaenda kama vile tulivyozungumza. Amina. Na mimi Sheikh Sadiki nataka pia kuchukua jiko. Mshenga wangu utakuwa wewe. Na mimi nichukue jiko leo. Karibu sana. Nani sasa? Karibu sana bwana. Wangu ndio anaondoka. Leo unaswalia wapi? Leo na imani nitakuwa kwa Juma Mzee.
Unasalia hapa Dundani? Na hapa Mimi hapa nitasulia Dundani. Mkulanga kidogo. Nataka nifuate dawa, kuna maalim pale, maalim kali anatoa mawaidha mazuri. Nataka nikayasikilize, lakini pia kuna jambo langu jingine linanipeleka kwa, nitaswalia kule. Basi tuseme inshallah. Haya bwana, shukrani. Usiponiona leo msikitini jua niko Mkulanga. Basi haina taabu bashi wangu. Haya, asante. Be kaka, Mimi naita hapa, nimekuita mara 3, mara 4, sijui mara 5, mara 6. Ina maana ulikuwa unisikii? hamna kaka, nilikuwa najiandaa kulala. Sawa. Mimi nilikuwa na mazungumzo muhimu sana na wewe. Sasa sijui utakuwa na nafasi ya kunisikiliza, tunaweza tukaongea, au ndo huo usingizi ambao ndo amana kwako wewe umeshakushika ni kuache ukalale, si ndio? Hamna kaka, nakusikiliza. Unajua Najma, nafikiri unatambua kabisa kwamba mimi ni kaka yako. Ili neno nalirudia mara nyingi, na ukiona nalirudia maana yake najivunia. Wewe ni mdogo wangu wa pekee, lakini kiukweli unanifanya mimi katika moyo wangu napata ghadhabu. Yaani nimechukua mamlaka na wajibu wa kukutunza na kukulea tangu wazazi wetu walipofariki. Mimi nimekuwa ndio baba na mimi ndio nimekuwa ndio mama, au sio hivyo? Ndiyo kaka, hilo nalijua. Sasa kama kweli unalijua hilo, kwa nini unapenda kunipinga? Usiponisikiliza mimi kaka yako, utamsikiliza nani? Kaka, mimi sio kwamba nakupinga, lakini kumbuka hata mimi ni mtu mzima. Yaani ifikiwe hatua kwamba na mimi niwe na maamuzi yangu binafsi kuhusu maisha yangu. Unasemaje? Unasemaje wewe? Inna Allaha ma sabirina, nifanye subira mpaka mzee watu wameingia kwenye maradhi. Wewe unaweza kujibu mimi hivyo?
Umenichefua, umenikera kabisa. Sitaki kuongea na wewe. Sogea nipite. Ndoa ni jambo la heri. Naamini kakaangu anapenda niwe miongoni mwa wanawake bora. Sina haja ya kukataa tena. Maendeleo sio mabaya, na hata hivyo kinachohitajika ni subra tu, maana kaka yake barua kaipokea. Kila kitu kitakuwa sawa, maana ahadi alizonipa zinaleta furaha ndani yake. Tuondoe wasiwasi kwenye mioyo yetu. Sawa mwanangu, mimi nitafurahi sana kama hili litafanikiwa, maana napenda mume wangu awe na furaha. Nadhani ujio wa huyo bi mdogo labda utamfanya mume wangu apone, maana alipofia ndege hapakose maneno. Ni kweli, mimi labda nikuondoe wasiwasi, kila kitu kitakwenda sawa, maana sidhani kama kutakuwa na tatizo tena. Jua hili na imani limekwisha. Sawa, ukilifanikisha hili, zawadi yako naona ipo pale pale. Maana ahadi ni deni mwanangu, na kila mwema upewa cheni. Nitafurahi pia kwa hilo, ila naweza kukwambia kuwa sasa hivi muda umekwenda. Acha na mimi nikatafute wakati wa siku ili ni tumbo langu liweze kutaradha kidogo. Namwombea mzee wangu apone kwa haraka ili arudi katika hali yake ya zamani. Sawa mwanangu, mimi pia nakuombea hilo kwenye utafutaji wako, maana Waswahili walisema mbwa kula miguu yake. Basi sawa, acha mimi niwaache. Inshallah panapo majaliwa tutaonana. Inshallah baba. Amen. Ovyo, midevu kama michongoma. Anarudi mwenyewe. Si, kula tena leo karudi yule. Harudi yule. Si, kula. Mimi sipendi kukukwaza kaka yangu. Najua umekuwa kaka bora kwangu na siku zote upendi nipotee. Nashukuru sana kwa hilo kaka. Umenilea katika maadili mema. Mimi niseme tu kuwa nimekubali kuolewa.
nahisi kama sijakusikia hivi, au inawezekana ikawa nimekusikia lakini sijakuelewa. Unaweza kurudia hayo maneno ya mwisho kabisa hapo? Umesema umefanyaje? Kaka, mimi nimekubali kuolewa. Alhamdulillah rabbil alamin jalla jalali. Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Yaani mdogo wangu, maneno yako ulozungumza hapa, na hakika hata malaika wa kheri wametuzunguka hapa sasa hivi, kwa sababu sasa tunazungumzia jambo la kheri. Ndoa ni baraka bana. Ndoa ni kitu ambacho ni sunna, lakini kinampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nashukuru kwa kulitambua hilo. Hayo ni majibu ambayo ulitakiwa unipe mapema sana, lakini kumbe lilikuwa ni jambo la muda tu, na leo umefika pale ambapo nilikuwa nataka ufike. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie wepesi ndoa yako iwe, na utakapokwenda kuishi kwa mumeo, basi iwe ni ndoa yenye amani na furaha, Inshallah. Naamini Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi katika hili. Amin, amin. Basi kaka, kama Mwenyezi Mungu alivyoamrisha, endapo litahitaji kutokea jambo hili, basi lifanyike kwa haraka. Mimi naona usichelewe kuwapa majibu yao. Ni kweli kabisa Najma. Mwenyezi Mungu vipo vitu vitatu ameelekeza vinapotokea vifanyike kwa haraka, ikiwepo ndoa. Hakika kabisa. Na mimi namshukuru Mungu, kaka yako nimepata elimu, nalijua hilo. Kwa hiyo sitokuwa na ngoja, sitokuwa na kupoteza wakati, lakini kusema kweli bwana, mimi umekuwa kama vile wenyewe wazungu wanasema surprise. Yaani umenifilisi hivi, najikuta mimi najisikia kucheka tu kucheka tu, yaani kama vile sina la kuongea. Kwa hiyo ungeniachia muda kidogo yaani nipe angalau muda kidogo nikae kwanza, nivute busara na hekima, alafu baadaye nitakuita rasmi sasa tuzungumze. Mdogo wangu, unataka mahali yako nini? Hivi na hivi. Basi nitaandika barua yao, nitawajibu, nitawaita. Inshallah, naamini Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi. Amin, amin. Basi kaka, mimi nikuache, maana nataka niende sokoni mara moja nikaangalie viungo vimeisha. Sasa jua kali lote hili, kwa nini usisubiri baadaye kidogo? Amna, sasa hivi naona muda umeshaenda, bora niende nikachukue kabisa ili nije nipike mapema. Basi sawa, wewe nenda, mimi nipo, utanikuta hapa na kula upepo. Lakini utakapokuwa uko njiani au uko sokoni unapokwenda, naomba ujue wewe ni mke wa mtu mtarajiwa. Nilikufundisha sawa mdogo wangu, ishi vizuri na watu. Kila unapokutana na mkubwa msalimie, kuwa kipenzi cha wanakijiji. Lakini sasa hivi nakupa agizo jipya. Unatakiwa upunguze mazoea na watu, hasa wanaume. Salamu ndefu kama treni sizitaki. Assalamu alaikum wa alaikum salamu, umemaliza. Wewe ni mke wa mtu, sio tu kaifa, sio jionaje na hali, sio ni Sawa? Sawa kaka, nimekuelewa. Najua hata marehemu bibi yako wa jina wako lolisi jina lake ukaburini amepata furaha leo. Wazazi wetu uko najua anatabasamu. Inshallah. Nenda mdogo wangu, mimi nipo, utanikuta hapa. Haya, mimi nikuache. Mdogo wangu kwa kweli kanifurahisha sana leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa neema, mwenye kuneemesha neema ndogo na kubwa. Ya Allah jalla jalali, naomba mbariki mdogo wangu Najma, umfanyie wepesi katika harusi yake, ikawe ndoa yenye amani, ndoa yenye masikilizano. Wajalie riziki yeye na mumewe, na hata kama Mungu ukimjalia watoto basi apate mapacha mdogo wangu, kimoja cha kike, kimoja cha kiume. Hata siku wakija kuniona hapa ankali wananiita ankali, na mimi nawaita ankali nyie. Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin.
Kaka, mimi naenda. Ndo naenda. Eh, Nimekwambiaje huko njiani? niwe makini. Wewe ni mke wa mtu tarajiwa. Haya. Mama watoto. Hapa sasa nilikuwa natoka kidogo, kuna sehemu naelekea, ila na imani sitachelewa kurudi. Mume wangu, sasa unaelekea wapi? Tukekaa wote hapa tunapiga story, tunajenga maisha yetu ya familia jamani. Sawa, ila na kikao kidogo cha faraha na mzee wangu Msisiri, nahitaji nikazungumze naye. Kila siku vikawa vishi tu mume wangu, kila siku. Halafu nimekumbuka kitu na habari njema sana nataka nikupatie. Habari gani tena hiyo mume wangu? Si unamjua yule mdogo wake Shemshindo? Najma. Swadakta amepata mume na anahitaji kuolewa. Nani tena anataka kumuoa? Mzee Msisiri katia nia hiyo, na mimi kama mshenga nimeshapeleka barua tayari. Mzee Msisiri mume wangu? Naam. Mbona anataka kumweka edani mtoto watu? Mzee kama yule hajamuoa Najma kweli? Mtu wenyewe mgonjwa yule anataka afie kifuani bure. Unajua Mzee Msisiri alianza kumpenda Najma kabla ya ugonjwa wake, na hata hivyo ugonjwa ni ibada kwa mwanadamu. Hilo nadhani unatambua fika tu kwa sababu umesoma wewe. Na mimi naweza kusema kitu kimoja, Najma akiolewa na Mzee Msisiri itakuwa kitu kizuri sana, kwa sababu Najma hii ni ndoa yake ya kwanza na atajifunza mengi sana kupitia kwa Mzee Msisiri. Mabaya na mazuri atayafaa. Uzuri huo unatoka wapi? Na hiyo tamaa yako ya kipesa na hiyo pesa yako ya ushenga haitakusaidia kitu chochote. Sana sana tu utamtia matatuzoni mtoto wa watu bure. Astaghfirullah. Mke wangu, naomba mimi niwahi ili niweze kurudi mapema. Tutaonana baadaye kidogo.
Unajua Najma, wewe ni mdogo wangu wa pekee. Alkadhalika kwako wewe mimi ni kakako wa pekee. Sasa hivi dunia kidogo imebadilika. Zamani maisha ilikuwa mtu anaweza akatoka kaenda kwa shangazi yake akakaa, huyo akaenda kwa mjomba wake. Lakini sasa hivi udugu sana sana ni kwa watu mliozaliwa tumbo moja. Simaanishi kwamba wengine hakuna, lakini mimi nina uchungu zaidi na wewe kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo mara nyingi mimi kila ninapopata nafasi ya kuzungumza na wewe, huwa naona nikufunde au nikuelimishe au nikuelekeze namna ya kuishi katika ulimwengu. Kwanza unatakiwa ujue kwamba hii dunia ni mapito tu, sio makazi yetu ya kudumu. Makazi yetu ya kudumu ni huko. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu alivyotuumba kutuleta hapa duniani, lengo lake kuu ni kuja kumwabudu. Lakini sasa pamoja na yote, ndio tayari tupo duniani, tunaishi sasa. Kwa hiyo haya ni maisha. Maisha ni kuishi na kuishi ni kujifunza. Kwa hiyo katika maisha haya tunayoishi, tunaishi na binadamu wenzetu, tunaishi na wanyama. Kwa hiyo katika hao binadamu kila mtu na akili yake na mawazo yake. Kwa hiyo wahenga waliyafananisha maisha na barabara ndefu. Uwezi ukakuta barabara imenyoka piu, utakuta kuna kona, kuna nini, ndio sifa ya barabara. Lakini kuna wengine walifananisha maisha na milima na mabonde, kuna kupanda, kuna kushuka. Sasa mdogo wangu, katika haya maisha tunayoishi, usishangae au sio jambo la ajabu ukakutana na makwazo, ukakutana na mitihani, utakutana na changamoto za hapa na pale, kwa sababu tunaishi duniani. Endapo katika maisha yako utakutana na changamoto au tatizo, usikate tamaa. Njia bora na njia nzuri ya kukabiliana na matatizo, kwanza kuwa jasiri, lakini kujiegemeza au kumtumainia Allah jalla jalali, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa, wala kuna chochote kinachofanana naye. Na yeye ndio aliyeumba hii dunia, mbingu, ardhi pamoja na vilivyomo ndani yake. Lakini unapomtumainia Mungu au unapomuomba Mungu, basi usifanye kama una mashaka. Weka imani yako ya dhati kwake. Ndio maana hata Nabii Musa alayhi salam alipokutana katika ule mtihani wa Firaun, ilipofikia katika hatua ya mwisho kabisa ya kuingia katika madhira ya kupelekea hata kufa kwake, alirudi kwa Mungu, akamuomba Mungu amnusuru. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akaipokea dua ya Musa kwa ilikuwa ya dhati. Hata alipomuuliza Musa una nini, Musa alipokuwa na fimbo, alipomwambia piga kwenye bahari, Musa akasema huyu Mungu vipi? Fimbo bahari isingekuwa. Lakini aliamini Mwenyezi Mungu ndio muweza kila kitu, akapiga bahari ikagawanyika, akavuka. Firauni alipokuja akazama akafa. Kwa hiyo popote kakako nipo sipo, ukipatwa na madhira au magumu yoyote, mtumainie Mungu, simama katika Allah, basi hakuna litakaloshindikana. Umenielewa? Amina kaka, nimekuelewa. Basi tuseme inshallah. Inshallah. Nimefurahi sana kwa yule binti kukubali swala letu, maana naona sasa mipango yetu inaenda kukamilika. Mume wangu, mimi nilikwambia kwamba yule binti ameshiba sana dini, na tukiingia katika gia ya ugonjwa hatokataa, hatakubali tu, kwa sababu moyo wake umejaa sana na Mungu. Yule binti nataka tukae naye karibu, tumdhibiti. Tukishafanya hivyo tu tutafanya tunavyotaka sisi sasa. Sawa. Yaani mimi sina cha kukwambia na sina jinsi ya kuelezea tu hii furaha yangu. Yaani kwa ufupi, nimefurahi sana zaidi ya sana. Hata mimi pia nimefurahi sana 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 sana, lakini furaha yangu haiwezi kukamilika mpaka tukamilishe swala letu litimie. Sawa. Sawa. Maana kama unavyojua tena, tukipanga jambo lazima liwe na mwisho, mke wangu. Sawa.
Nyamsumi, Nyamsumi. Safi sana. Basi nafikiri tumemaliza. Sawa. Wewe ni kidume cha shoka. Sawa. Sitopata mke mwingine zaidi yako wewe. Hauwezi kupata. Hivi natamani nikifa mimi na wewe ufe, maana tunakwenda sambamba na mimi, tukaendeleze kufanya kazi zetu kuzimu. Sawa. Mimi nafikiri tumemaliza. Tumemaliza mume wangu. Hakuna. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Tuko pamoja eh? Asante sana. Mimi nimekuelewa na istoshe, ila mzee ameniambia kitu kimoja, kuwa hii ishu ifanyike haraka iwezekanavyo, maana si unajua yule mwenyewe kwanza ni mgonjwa na istoshe ni mzee na haina haja ya sherehe. Nilikuwa nakusikiliza hapo. Sasa ndio mawazo yetu yameenda sambamba. Kiukweli hata sisi mimi na familia yangu, hasa mimi mwenyewe, maanake mimi ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Mimi mwenyewe sihitaji sherehe. Hili ni jambo la heri, ni jambo la baraka. Sasa liende kwa heri hivyo hivyo. Ukianza kuchanganya si mambo ya sherehe, si hapa taingia ibilisi. Kwa jambo la msingi, nendeni mkapange siku, tarehe, sana, wakati, alafu mnitaarifu mje mchukue mke wenu. Mwanamke mshafanya taratibu, mshalipa mahali, mnasubiri nini? Fanya hivyo bwana. Mimi nimekuelewa na jambo lako nitalifanyia kazi tena haraka iwezekanavyo. Na mguu huu nikiutoa hapa naelekea huko ili mradi niweze kuzungumza naye mambo mazuri, tupange siku tuje kuchukua mke wetu. Mambo mengine yatafuata inshallah. Sadiki, fanya kwa vitendo, sawa bwana? Nenda kanifanyie kazi kama ulivyosema. Mimi leo nataka kukusindikiza, sikusindikizi. Nilijua unakuja kuniambia hapa tunakuja kuoa siku fulani. Unakuja kuniambia hilo neno. Fanya hivyo bwana Mwalimu bwana. Usijali mwalimu wangu, usijali. Toa wasiwasi, kila kitu kitaenda sawa. Inshallah. Msisili na Nyamsumi, jambo linaendeleaje? Sawa sawa mkuu, jambo letu linaenda vizuri, jambo letu limefikia mwishoni. Asante mshirika, umefanya kazi yenye kutukuka. Hii ndio kazi niliyokuwa naitaka ya ujasiri. Umeifanya vizuri sana washirika. Mimi kweli. Fanya tende, nakutegemea, nakuaminia. Kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Kwa kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu mwenyewe, nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu kinona, nambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu kinona.
Utumbo kinyama cha mwanangu kinona. Naambulia Utumbo kinyama cha mwanangu mwenyewe. Ambulia Utumbo nyama cha mwanangu kinona. Kinyama cha mwanangu kinona. Utumbo kinyama cha mwanangu mwenyewe. Kinyama cha mwanangu mwenyewe. Kinyama cha mwanangu mwenyewe. Twende we. Kinyama cha mwanangu mwenyewe. Ambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu mwenyewe. Ambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu mwenyewe. Ambulia utumbo. Ambulia utumbo. Kinyama cha mwanangu mwenyewe. Ambulia utumbo. Najma, Ndio kaka. nafikiri hiki ndo kikao cha mwisho cha mimi kuzungumza na wewe kabla ya kuelekea kwenye ndoa yako. Mungu akifanya wepesi, kesho kutwa baada ya salati Ijumaa na kwenda kukuozesha. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kuzungumza na wewe machache. Mimi nikiwa kama kaka yako, au naweza kusema baba yako, kwa sababu ndio nilikulea na wazazi wetu walitangulia mbele ya haki, wewe ukiwa mdogo kabisa. Naamini nimekulea katika misingi sahihi. Nimekulea katika hofu ya Mungu. Kwa hiyo malezi niliyokupa ni mtaji tosha wa kukufanya wewe kwenda kuwa mke bora kwa mumeo. Unatakiwa kumheshimu mume wako. Katika dini yetu maelekezo wanasema pepo ya mke ipo chini ya unyayo wa mumewe. Wakati uko nyumbani unakuwa unasikiliza kauli ya wazazi. Unapoolewa unakwenda kumsikiliza mumeo na kumheshimu pia Mungu. Umsikilize katika mambo ya kheri, mambo ya kumpendeza Mungu. Kama mambo ya kumchukiza Mungu, usimsikilize mumeo ukamkela Mungu. Baki na Allah. Simamia katika la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kwa hiyo ni kuombe usije ukaenda kubadilika. Mheshimu mumeo, na hata uwe mke mwenzio utakayemkuta, nataka wewe uwe na maadili mazuri kuliko yeye. Nikisikia Najma, nikisikia umebadilika au umefanya vitu kinyume na mafundisho na maadili nilokuelekeza, sitokuwa radhi na wewe. Mimi ni kuahidi tu kaka kwamba nitaipenda na kuilinda ndoa yangu. Inshallah. Na mume wangu pia nitampenda na kumheshimu. Na vile vile pia mke mwenzangu nitakayemkuta nitamuonyesha upendo na kumheshimu. Kwa hilo kaka, mimi sitakuangusha. Amen. Maneno yako mdogo wangu yanafaa kabisa hata kumfanya kipofu kuona, na ukiendeleza kidogo kwa kuzungumza unavyozungumza, yanaweza kumfanya hata kiziwi kusikia. Lakini hayo ni maneno tu. Hayo unayoyatamka na kuyasema nataka yakawe kwa vitendo. Mimi binafsi radhi zangu unazo, nimekupa, na naamini hata wazee wetu huko walipo wanakupa baraka zao, na kuombea Mwenyezi Mungu akujalie ndoa yako ikawa ya kheri, wewe pamoja na mumeo. Mwenyezi Mungu akujalie afya na uzima. Amin. Akuepushie maradhi madogo na makubwa. Amin. Akujalie nuru yako izidi kung'aa hivyo hivyo mdogo wangu. Amin. Daraja yako ipande. Amin. Kipato chako kiongezeke wewe na mumeo. Amin. Lakini mwisho awajalie mwisho mwema, hata baada ya maisha ya duniani, basi kesho akhera ndoa yenu ikaendelea. Amina. Tuseme inshallah. Inshallah. Asante sana kaka. Naamini huko unapoenda Mwenyezi Mungu atanifanyia wepesi. Amen. Na wewe pia ubaki salama, na kuombea Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi,
upate mwanamke mwema na wewe umuoe. Amin, amin. Najima naye ananipiga kijembe hapo hapo. Sawa, ni dua nzuri. Kiukweli mimi naamini nitakuwa na upweke hapa. Kwa sababu mdogo wangu umepata mumeo, umeolewa, basi na mimi haitonichukua muda mrefu. Kuanzia leo nitakuwa nikiswali sunna, nikimwomba Mwenyezi Mungu anipe mke bora. Kwa hiyo muda si mrefu na mimi nitaungana na wewe katika chama cha wanandoa. Amin, na Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika hilo. Tuseme inshallah. Inshallah. Sasa tutumie nafasi hii kidogo, kwa sababu ni jambo hili tunalikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Si vibaya tukipata Fatiha tukasoma na dua kidogo. Al-Fatiha. Mina bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabri wa qina adhabal maradhi wa qina adhabal yawmil qiyamah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mjalie mdogo wangu ndoa yenye furaha, ndoa yenye amani, akaishi vizuri na mumewe. Ukamsimamie, ukampe hofu ya Mungu, ukamfanye mke mwema atakayekwenda huko kufuata misingi na maelekezo yako ya Qur'an na hadithi za Mtume. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashukuru sana kukupata mdogo wangu, ili umalizie hapa palipobaki, maana mimi na mume wangu miaka yote tuliyoishi hatujabahatika kupata mtoto. Dua langu yote naielekezea kwako mdogo wangu, umzalie mtoto mume wetu. Usijali dada, ninachokiamini mimi, kuolewa ni sheria na kupata mtoto ni majaliwa. Kikubwa tuvute tu subra na tumuombe Mwenyezi Mungu, maana yeye ndio mweza wa yote. Nashukuru mdogo wangu kwa kuniliwaza, ila wasiwasi wangu ukishamzalia tu mtoto mapenzi yote ataelekeza kwa mimi, tena ndio itakuwa basi. Hamna dada, mnajua nyinyi mmetoka mbali, mapenzi yenu yameshaota mizizi, hivyo sidhani kama kumzalia mtoto itakuwa ni sababu ya yeye kupunguza mapenzi yake kwako. Sijui, tusubiri tuone, maana wanaume hawatabiriki, wanabadilika kama vinyonga, leo rangi hii, kesho rangi hii. Hapo sasa dada unanitisha, utanifanya niogope kukaa kwenye ndoa. Hamna mdogo wangu, ndoa ni uvumilivu tu. Karibu sana. Tajitahidi kuvumilia, kikubwa tuishi tu kwa upendo na amani, maana penye upendo mimi naamini Mwenyezi Mungu atashusha baraka zake. Tuseme insha Allah. Inshallah. Shinda mambo. Mambo. ya Kiislamu. Nakumbuka marehemu baba yako aliwahi kuwa imamu katika msikiti wetu hapa.
Kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalali amemchukua, amepumzika huko alipo. Lakini wewe ulitakiwa kuenzi mienendo na tabia zilizokuwa wakizifanya wazazi wako. Sasa kweli wewe kwa mavazi haya niliyovaa mimi wakuniambia mambo? Umenishangaza sana. Yaani kimekushinda nini kusema asalamu alaikum? Haya, asalamu alaikum. Sawa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa? Taibu. Naam. Si unaona bwana, Waislamu tunasalimiana hivyo, si wema? Haya, kwa ujumla hali yako, familia, nyumbani wazima? Mi mzima. Basi sawa, mimi niko na waizangu masjidi, utawasalimia huko. Silo nililokusimamishia hilo, likakuacha mpaka mimi nikakusalimia. Na ya kwangu machache nataka niongee na wewe. Una hiari, ukiniona usinisalimie ama unisalimie, lakini bora ukweli nimekwambia. Najma ni mdogo wako na mimi ni shoga yangu wa damu kabisa. Kuna kitu kinaniuma. Hivi Mshindo, kilichokusibu haswa kikubwa ukaamua kwenda kumtupa kule mdogo wako, umemchoka? Au ni tamaa tu zako zilizokufanya ukaamua kwenda kuchukua mahari kwa tamaa zako za pesa? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Hivi si wema unachokizungumza unakipitisha katika akili yako au unalopoka tu? Wakati nataka kuondoka nilikwambia nawahi jamaa, naenda kuswali la asiri, umenistopisha. Mimi nikajua labda kuna jambo la msingi unataka kunieleza, lakini unaongea vitu vya ovyo kabisa. Tena unavyozungumza kama vile unavihalalisha. Sasa katika swala zuri ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe amelisisitiza, linapotaka kufanyika lifanyike kwa haraka, bado mpaka hadithi za mitume zikasema mtu anapooa au kuolewa anakuwa ametimiza nusu nzima ya Uislamu. Hiyo ndoa yenyewe katika kuvunjika, ikivunjika Mungu anasononeka, mbingu na ardhi vinatikisika. Mimi hapo kosa langu lipi kumwozesha mdogo wangu? Au labda kitu gani cha ajabu kinachokufanya wewe umalize maneno hayo? Hili tu la Najma kuolewa na Msisili au kuna lingine? Najua wewe unajifanya una busara sana na hekima sana na kujifanya unaijua dini. Ila naamini hakika wazazi wenu wangekuwepo, hili lisingetokea. Wewe mdada una shida wewe. Na kuna kitu ambacho unakitafuta lakini kwangu hautokipata. Narudia tena, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Unatumia muda mwingi kufuatilia mambo ya watu. Mimi nafikiri ingekuwa busara ukajituliza akili zako, kwa sababu ninavyokutizama sasa hivi si wema. Kama uelekei 37 unaenda 38 wewe miaka yako. Unaamua tu kujitoa fahamu. Jitulize, jistiri. Inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia nawe utapata wako atakustiri. Najua hilo donge tu. Iko kiroho cha kubonea donge mdogo wangu. Una haya, mtu mzima ovyo usiokuwa hata na haya. Tamaa tu za pesa zimekukaa. Kaamua kwenda kumtupa mdogo wako kwa watu wazima. Hiti umri umekwenda, sijui unastilika. Una hata haya. Kujifanya unaswali nini? Ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, naamini wewe ndio uliompa mtihani huu mume wangu. Naomba kwa rehema zako ukamponye, kwa maana naamini wewe ndio mweza wa yote. La ilaha illallah Muhammad rasulullah.
Mungu atakuponya. Haya, naumwa. Pole. Mungu ndo mweza wa yote. Kikubwa ni kuweka imani yako kwake. Washirika mseketule, mseketule, washirika mseketule, mseketule, washirika mseketule, mseketule, washirika mseketule, mseketule, washirika mseketule. Mseketule, 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 mseketule. Sasa watu mpaka saizi wako wapi? Hata mimi nashangaa muda wote huu. Mambo ya ajabu sana hayo. Hebu nipeni habari, Najima yuko wapi? Samahani mkuu, tumeshindwa kumwona kabisa Najima. Samahani mkuu. Umeona dharau hiyo? Mkuu, umeona dharau? Hii ni dharau. Itakuwaje wamkosi mtoto mdogo kama yule? Wanamkosa wakati hawa tumewapa nguvu na tumewapa uwezo wote wakamleta Najima hapa. Hiki ni kiburi. Hawa wanastahili adhabu wote wote. Mkuu, wapewe adhabu hawa. Samahani mkuu. Linda, Linda, lala chini. Linda, lala chini. Lala chini, Linda. Samahani mkuu. Kalma, lala chini. Lala chini. Lala chini. Wapi Najima? Sasa Najima yuko wapi? Najima yuko wapi? Inatosha mkuu. Rudi chini. Inatosha. Marhaba. Kwema? Kwema, mmeamkaje? Sisi wazima tu.
Vipi hali ya mume wetu, anaendeleaje? Najma, naomba hilo tuachane nalo, maana sio nilolifuata. Na kuomba uniazime masikio yako na unisikilize kwa makini. Kuanzia hivi leo sitaki nikuone unafanya ibada wala unaswali, yaani unafanya ibada ya aina yoyote humu ndani, sitaki nikuone hivyo. Umenielewa? Kwa nini dada? Mbona nimeongea Kiswahili fasaha tu? Ukunielewa? Au umeona nimeongea Kinengereko hapo? Unajua dada, Mwenyezi Mungu ametuumba binadamu na majini ili kusudi tu tumwabudu yeye. Ni hasara kubwa sana mwanadamu kuishi duniani bila ibada. We mtoto wewe, mimi nimeongea kistaarabu tu, na naomba unielewe. Usitake kujua upande wa pili nipoje. Katika nyumba unapofika, fuata taratibu ya nyumba hizo, watu wanavyoishi vipi, na usilete taratibu zako. Sheria ya hapa hatutaki ufanye ibada, si umenielewa? Eti Mungu kaumba majini kufanya ibada. We jini, sio binadamu. We mtoto mwanga wewe, tena we mtoto mchawi mkubwa. Mtume kashinda na mbinguni kenda, kamuona Mola pasina panzia. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi. Kaka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi lakini hali yako na mumeo, mke mwenzio, wote hamjambo? Sisi tunaendelea vizuri kaka, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mbona kama una sita hivi, alafu nikikutizama naona kama hauko sawa. Sijakuzoea kukuona hivyo mdogo wangu, hatujaonana takriban muda mrefu, nikajua ukija hapo utakuwa na furaha na bashasha, lakini naona kama umenyongea kidogo. Unaumwa? Hapana, mimi nipo sawa. Nilikuwa tu natoka mara moja nikasema nipite nikusalimie kakaangu. Mimi namshukuru Mungu, nilikuwa naenda zangu kwenye darasa hivi. Najma, mimi ni kaka yako wa pekee na wewe ni mdogo wangu wa pekee. Nimekulea na nimeishi na wewe kwa kitambo kirefu sana, na kufahamu vizuri sana. Ukiwa sawa na kujua, na ukiwa hauko sawa na kujua. Mimi naona kama kuna kitu unanificha. Sasa sioni sababu ya kufanya hivyo. Kama unakutana na changamoto au shida yoyote, niambie. Mimi niko sawa kaka, na namshukuru sana Mwenyezi Mungu ananisimamia katika ndoa yangu. Mume wangu ananipenda, alikadhalika mke mwenzangu, tunaheshimiana na tunaishi kwa upendo. Kwa hilo ondoa shaka, sisi tuko sawa. Basi mimi nashukuru kama mko salama, mnaishi kwa amani na upendo. Hilo ndo ambalo nitaka kulisikia, na nawaombea dua muweze kudumu katika amani hiyo na muendelee kuishi hivyo. Lakini kama ukikutana na mtihani wowote au ukikutana na changamoto yoyote, usisite kunishirikisha. Sawa kaka, kwa hilo usijali. Basi acha mimi nikuache, nisikucheleweshe.
niende zangu sokoni ili niwe kurudi nyumbani nikamsaidia na mimi mkubwa. Sawa, nenda, Mwenyezi Mungu akupeleke salama na kurudishe salama, lakini utakapofika wafikishie salamu zangu, waambie kaka anawasalimia sana, na inshallah biidhnillah nikipata nafasi nitakuja kuwajulia hali. Asante sana. Pia karibu. Nashukuru. Haya kaka, ubaki salama. Haya, asante. Haya. Ya Allah, Mwenyezi Mungu Jalla Jalali Subhanahu wa Ta'ala, wewe ndo unajua vilivyokuwa dhahiri na vilivyojificha, na kuomba Mwenyezi Mungu umsimamie mdogo wangu katika ndoa yake. Naomba umsimamie awe mwenye furaha, umwepushie mitihani mikubwa na midogo. Amin. Nyamsumi, leo itabidi tukamilishe zoezi letu, maana mke wangu niko kwenye wakati mgumu sana sana, maana wakuu wamesema nisipokamilisha hili kabla ya kucha leo sitaonekana tena duniani. Usijali mume wangu, itabidi tutafute zana za maangamizi ili tumwangamize mchana kweupe kabla jua halijaisha, awe ameshaangamia. Niko kwenye hali mbaya mke wangu, niko kwenye wakati mgumu, nalichungulia shimo sasa, nalichungulia shimo. Nyamsumi, unanisaidiaje mimi? Nimesema usijali, kila kitu kitakuwa sawa mume wangu, maana sisi ndio sisi bwana, wengine wote ni mafisi. Tutalimaliza tu, usiwe na wasiwasi. Nakuamini. Sasa kama tumekubaliana hili, nenda kanichotee mchanga wa nyayo zake uniletee. Mimi nitakuwa nimeshamaliza kabisa zoezi, hakuna tena. Sawa mume wangu, nakuletea. Nakuamini, usiniangushe Nyamsumi. Sikuangushi kabisa. Nenda niokoe mke wangu, nateketea mwenzio, naondoka. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Unafiki tu uliokuja. Alafu nyinyi ndio kesho mnakuwa kuli kwa Mungu. Hebu toka. Toka. Nasema toka. Nasema toka.
aone kwanza. Hivi Mungu utakuwa na wewe? Mungu ana wenyewe. Kamsokole kulandala kubonde. Kamsokole Najima kulongozi. Kamsokole ukulume. Kamsokole kubonde. Kamsokole kuna ikisuguru. Kamsokole mlete hapa. Leo Najima ndo mwisho wake umefika. Tumekuja kummaliza kabisa. Hakuna matatizo yoyote. Leo ndo mwisho wake. Najima! Mshikilie. Haya, mshike. Mshikilie. Haya, mshike. Mshikilie. Haya, mshike. Mshikilie. Haya, mshike. Mshikilie. 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 Haya maisha tunayoishi, usishangae au sio jambo la ajabu ukakutana na makwazo, ukakutana na mitihani, utakutana na changamoto za hapa na pale, kwa sababu tunaishi duniani. Endapo katika maisha yako utakutana na changamoto au tatizo, usikate tamaa. Njia bora na njia nzuri ya kukabiliana na matatizo, kwanza kuwa jasiri, lakini kujiegemeza au kumtumainia Allah jalla jalali, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa, wala kuna chochote kinachofanana naye, na yeye ndio aliyeumba hii dunia, mbingu, ardhi pamoja na vilivyomo ndani yake. Lakini unapomtumainia Mungu, basi usifanye kama una mashaka. Weka imani yako ya dhati kwake. Kwa hiyo popote kakako nipo, sipo, ukipatwa na madhira au magumu yoyote, mtumainie Mungu, simama katika Allah, basi hakuna litakaloshindikana. Ni wewe pekee Mungu wangu ndio nayekutegemea kunivusha katika mtihani huu. Sina mwingine ninayemtegemea zaidi yako wewe Allah. Mwenyezi Mungu, naomba unitie nguvu kuweza kukabiliana na mtihani huu. Ninakutegemea wewe tu Mungu wangu. Sina mwingine ninayemtegemea zaidi yako wewe Mungu wangu kunivusha katika hili. Kila yeyote aliyodhamiria baya katika maisha yangu, naomba ukapigane naye wewe Allah.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Asanteni. Kwanza napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutugea uhai na kufika wakati huu hapa tunapoongea. Nasema alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wake zangu, nimeamua kuitisha hiki kikao. Kikao hiki hasa kinakuhusu Najma. Kikao hiki cha msamaha, kuomba radhi mimi na Mwenyezi kwa yale tuliyofanya. Najma, sisi tumefanya mambo machafu sana na Mwenyezi kuhusu. Yaani naona aibu mambo ambayo yanamkasirisha sana Mwenyezi Mungu. Mambo hayafai kabisa katika dunia. Najma, ilifikia mahala sisi tunakufanyia ubaya wewe kwa tamaa za dunia tu, ili tupate nyota yako, sisi tuendeshee maisha ya shughuli zetu. Lakini kwa ibada ulizozifanya na dua ulizokuwa unaomba, sisi hatukufanikiwa. Kwa hilo mimi nimeamini kabisa Mungu, na Mungu anaweza kukulipa hapo hapo. Tumeamua kuja kukuomba. Sisi sasa tumerudi kwa Mungu, tuko mikononi mwa Mungu. Tutaendelea kumcha Mungu, tutafunga Ramadhani, tutafunga sita, tutafunga mpaka sunna. Najma, umekuja kutuamsha sisi, umekuja kutuhamasisha sisi twende njia ile. Sijui Mungu angeniweka fungu gani juu yako. Uko chini ya miguu yako chongo. Naomba unisamehe mimi. Mimi nimeshakusamehe mume wangu, na maadamu umeomba toba ya dhati na ya kweli, naamini hata Mwenyezi Mungu amekusamehe, kwa maana yeye ni mwingi wa huruma na rehema. Na siku zote unapoamua kufanya toba ya kweli, maana yake hautakiwi kurudia tena. Hivyo naamini hautarudia tena, na Mwenyezi Mungu ameshakusamehe, naamini hilo. La ilaha illallah. Mungu usinichome moto mimi. Najma, tunaomba tusamehe mimi na mume wangu. Tunaomba tusamehe sana sana, maana tulikufanyia mambo mabaya sana. Ila tukirudi katika sura ya Al-Asr, ile sura inasema hakika ya binadamu ipo katika hasara, ila kwa wale ambao walioamini, yani walimwamini Mwenyezi Mungu. Basi na watu hao wakakumbushana katika kutenda haki na wakakumbushana katika kutenda subira. Najma,
wewe umetukumbusha haki, maana tulikuwa tumeshapotea. Tunakushukuru sana, nakushukuru sana mke mwenzangu. Naungana na mume wangu kwamba tutakuwa watu wazuri kwa sasa. Najma, hapa nyumbani kwako, kuwa huru mke mwenzangu. Nakushukuru sana. Kadhalika nawe pia mke mwenzangu, mimi nimeshakusamehe. Kikubwa tuishi kwa upendo na amani, kwa maana Mwenyezi Mungu huweka baraka zake kwenye upendo. Toa shaka Najma, Kuwa huru kabisa. toa shaka Najma, mimi nimekuwa mpya, mimi nimekuwa mcha Mungu, mimi niko karibu na Mungu. Najma, utakonishauri kuhusu Mungu, tuko pamoja. Mke wangu, nakupenda sana, mimi nishaacha uchawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Naona mnajiandaa hapo. Asante sana. Haya, nawatakia ibada njema. Inshallah. Mependeza sana, mashaallah. Mimi na wai jamaa. Inshallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan